Mamlaka ya kitume ya Mtakatifu Paulo yalithibitishwa na kutambuliwa na mitume wengine, akiwemo Mtakatifu Petro na Mtakatifu Yakobo, ambao mara nyingi huitwa nguzo za kanisa. Katika kanisa la mwanzo, neno mtume lilitumika kueleza wale waliochaguliwa na kutumwa na Kristo kutangaza Injili na kuanzisha jumuiya za Kikristo, bila kujali kama walikuwa sehemu ya wale 12 waliochaguliwa na Yesu katika utume wake au la. Safari zake 3 za Mtume Paulo kubwa za kimisionari, maandishi yake au barua zake ambazo zinafanya sehemu kubwa ya Agano Jipya, na ufahamu wake wa kina wa theolojia umekuwa na athari kubwa katika maendeleo na ueneaji wa kanisa la mwanzo. Mafundisho na barua zake zinaendelea kusomwa, kuheshimiwa na kuingizwa katika theolojia ya Kikatoliki. Kwa kifupi, Mtakatifu Paulo anachukuliwa kama mtume kwa sababu licha ya kutokuwa mmoja ya wale 12 wa awali, alipokea wito na agizo la moja kwa moja kutoka kwa Kristo mfufuka. Neno mtume linajumuisha wale waliochaguliwa na kutumwa na Kristo kutangaza Injili. Na michango muhimu ya Mtakatifu Paulo kwa kanisa la kwanza na athari yake kubwa juu ya theolojia ya Kristo inathibitishwa kutambuliwa kwake kama mtume katika mapokeo ya Kanisa Katoliki.